Katika jiji la Dar es Salaam, aliishi mwanaume aitwaye Baraka, aliyefahamika kama tajiri mkubwa kuliko wote mjini. Jumba lake lilisimama karibu la bahari, likiangaza kwa fahari na utajiri. Lakini nyuma ya mafanikio hayo, kulikuwa na siri ambayo ni mke wake Neema pekee aliyekuwa anaijua. Utajiri wote, heshima yote, vilitoka kwake. Siku moja, mama yake Baraka na dada yake walifika ghafla nyumbani, wakijifanya wamekuja kutembelea tu. Macho yao yalijaa tamaa na mshangao. Neema aliwapokea kwa upendo, bila kujua dhoruba walioileta. Usiku huo, mawimbi yalipogonga ufukwe, Neema alihisi kitu kimebadilika. Baraka aliahidi amani, lakini ukimya wake ulikuwa na maana nzito zaidi. Ndani ya moyo wake, alijua kuwa ujio huo ungebadilisha maisha yake milele. Siku zilivyopita, hali ndani ya jumba ilianza kubadilika. Mama yake Baraka alianza kuchukua mamlaka, akimkosoa Neema kwa kila jambo. Hakuna alichofanya kilichowahi kuwa sahihi machoni pake. Dada yake naye alijiunga, akimdharau waziwazi. Neema alinyamaza, akisubiri mume wake amtete. Lakini Baraka alibaki kimya. Ukimya wake ulimuumiza zaidi kuliko maneno yao. Siku moja, Neema alisikia kwa siri wakipanga kumletea Baraka mwanamke mwingine. Moyo wake ulivunjika. Usiku huo, alimkabili Baraka akitaka haki, lakini alichagua amani badala ya ukweli. Ndani yake kitu kilivunjika na kitu kipya chenye nguvu kikaanza kuota. Mvutano ulifikia kilele pale walipomleta msichana mdogo na kumtambulisha kama mke mtarajiwa wa Baraka. Aibu ilikuwa kubwa, lakini Neema alibaki mtulivu. Alikuwa tayari amefanya uamuzi wake. Asubuhi iliyofuata, aliita mkutano. Mawakili walifika. Nyaraka zikawekwa mezani. Ukweli ulifunuliwa. Neema hakuwa tu mke, bali alikuwa mmiliki wa kila kitu. Jumba, kampuni na utajiri wote vilikuwa chini yake. Mshtuko ulitawala chumba kizima. Baraka alibaki kimya, akitambua kuwa maisha aliyoyaishi hayakuwa yake kamwe. Ndipo nguvu zilipobadilika na ukweli haukuweza tena kufichwa. Kwa utulivu na nguvu, Neema alisimama na kusema ukweli wake. Alikuwa amechoka kuvumilia dharau ndani ya nyumba yake mwenyewe. Baraka alijaribu kuomba msamaha, lakini ilikuwa imechelewa. Ukimya wake ulikuwa umeharibu kila kitu. Mama yake na dada yake walipinga, lakini hawakuwa na nguvu tena. Neema alitoa amri ya mwisho, waondoke wote. Hakukuwa na mjadala tena. Mmoja baada ya mwingine, walitolewa nje ya jumba walilodhani ni lao. Milango ilipofungua, ukweli uliwafikia. Ndani, Neema alivuta pumzi kwa kina, akihisi uhuru wake. Kwa mara ya kwanza, alijisikia kuwa huru kweli. Baada ya muda, ukweli ulienea kote mjini, na kila kitu kilibadilika. Baraka hakuheshimiwa tena, na Neema akawa mfano wa nguvu na ujasiri. Baraka alijaribu kurudi, akituma ujumbe na zawadi, lakini Neema hakujibu. Mama yake na dada yake walimlaumu kwa kuanguka kwao. Peke yake, Baraka alielewa gharama ya ukimya wake. Wakati huo, Neema aliendelea kupaa juu zaidi, akijenga maisha yake kwa nguvu. Siku moja jioni, Baraka alisimama mbali na jumba, akitazama kwa huzuni. Juu ya roshani, Neema alisimama imara. Hakuwa akisubiri mtu yoyote tena. Alikuwa ameshinda dhoruba na kuwa mwenye nguvu zaidi kuliko hapo awali.